Baraka alikuwa pembeni akimwangalia mgeni huyu kwa woga. "Sina muda mrefu hapa," Daniel alisema, "nikipona nitaondoka." Lakini kabla mazungumzo hayajaendelea, mlango ulipigwa kwa nguvu. Ba ba ba! Asha alishtuka. Alipofungua alimkuta Juma. Alikuwa amelewa, macho yake yalikuwa mekundu kwa hasira. "Ni nani huyu mwanaume?" alipiga kelele. Asha alijaribu kuelezea, lakini Juma hakutaka kusikia. Kwa hasira alimvuta Daniel. "Unaleta wanaume ndani wakati mimi sina kazi?" Daniel hakupigana, aliinua mikono tu na kusema, "Sina shida kaka." Lakini Juma alimchoma ngumi usoni. Baraka akaanza kulia. Asha naye alipiga kelele. Kile ambacho hakuna aliyekiona ni kwamba wakati wa vurugu lile, koti la Daniel lilifunguka kidogo na chini yake kulikuwa na bastola. Hebu tuone sehemu ya 3, damu zilizojaa sakafuni. Usiku ulipoingia, hali ndani ya nyumba ilikuwa nzito. Juma alikuwa amekaa kimya kona moja akinywa pombe ya kienyeji, huku akimtazama Daniel kwa macho ya chuki. Asha alihisi moyo wake kubana. Danieli alikuwa tofauti na watu wa kawaida. Aliongea kidogo, alikuwa makini sana, na kila baada ya dakika chache alikuwa akichungulia dirishani kama mtu aliyefuatiliwa. Baraka alipitiwa na usingizi ghafla. Mbwa wa jirani walianza kubweka kwa fujo nje. Danieli alisimama haraka. "Mlango, fungua," alisema kwa sauti ya chini. Asha aliuliza, "Kuna watu nje?" Kabla hawajafanya chochote, risasi ilipasua dirisha. Asha alipiga kelele. Juma akaruka kwa hofu. Wanaume wawili walivaa nguo nyeusi walivamia nyumba. "Mpeni Danieli!" Daniel alimvuta Asha chini. Risasi nyingine ikapiga ukuta. Juma kwa uoga alipiga kelele, "Mchukueni tu, sijui hata alitoka wapi." Danieli alimtazama Juma kwa macho ya maumivu, kisha akatoa bastola yake. Kilichofuata kilikuwa cha kusikitisha. Risasi, vilio, damu. Dakika chache baadaye mtu mmoja alikuwa amelala sakafuni akiwa amekufa, na huyo mtu alikuwa Juma. Mwili wake ulikuwa umetapakaa damu mbele ya macho ya mkewe. Asha alipiga yowe kubwa lililosikika mpaka nyumba ya jirani, na hapo ndipo maisha yake yalipoanza kubadilika kuwa ndoto mbaya isiyoisha. Hebu tuone sehemu ya 4, ahadi ya uongo. Baada ya kifo cha Juma, kijiji kizima kilijaa hofu. Polisi walifika, lakini polisi walifika